tumalizie basi. Malizia mwisho. Hii ni tawafu ifadha ambayo tulitaja. Hii ni katika nguzo ya haji. Tunasema hija na nguzo ngapi? 4. Ya kwanza ni ihram, ya pili ni tawafu ya hija, ndio ile tawafu ifadha au tawafu alhajj. Ndio tawafu ifadha au tawafu alhajj. Tawafu ya hija ndio hiyo. Ni umeona hiyo tawafu ifadha na tawafu wada. Kwa nguzo ya Feruzi tawafu ya kuaga. Kwa nguzo ya 3 ya hija ni sa'i. Bana Safa wal Marwa. Alafu ya 4 al-wuqufu bi Arafa. Na tawafu ifadha ndio ile tawafu ya hija tulitaja ambayo inafanywa mwezi 10 yaumun nahar. Tawafu ifadha zile nguzo. Nguzo ya kwanza ni ihram. Ya pili tawafu. Ya 3 sa'i. Ya 4 al-wuqufu bi Arafa. Hizi ni arkanu al-hajj. Arafa. Kiarabu kusimama. Kwa jua mbili. Al-wuqufu na Arafa. Kwanza ihram. Ihram. Alif kasra i. Ihram. Ya pili tawafu. الثالث ya 3 as-sa'yu. Sa'yu. Ya 4 al-wuqufu bi Arafa. Baadaye nitakuuliza inshallah, tukishatoka nitakuuliza nitajua kwa Kiarabu zote 4 hizi inshallah. Kwa tawafu ifadha na tawafu wada. Tawafu ni ibada ya kuzunguka al-Kaaba mara 7. Yaani tawafu inazunguka mara 7, ile al-Kaaba ile inazunguka, hakuna zaidi chini ya hapo. Yuni umefika pale unafanya labda unafanya tahiyatul masjid, tawafu ziara, umefika tu hata nikazunguka al-Kaaba mara 7 ndio mizunguko yake. Tukie Kaaba upande wa kushoto kama aliuliza Jafar. Tawafu ukifanya al-Kaaba hii ndio unafanya tawafu, wewe unakuwa uko hapa. Si umeona kwa hapa nilivyo? Hii inakuwa huko. Ni sawa Hajarul Aswad. Afu unakwenda. Ukifika hapa Aswad moja. Ukianza ukazunguka ukafika hapa ya pili. Unazunguka kwa Kaaba inakuwa upande wa kushoto. Tawafu ifadha ni tawafu ya ziara. Safa na Marwa ni nusu. 1 2 3 4. Afu 5 7 itakuwa hiyo kule Marwa. Yaani sio kwamba kutoka Swafa Marwa alafu huku ndo moja. Kuna mzee mmoja aliambiwa akasema mimi naweza, mbona pafupi pale? Alipiga 3 tu, akauliza kwa ulisema vipi? Sasa 1 2. Yeye anaenda 3, anasema pale msemaje vile sielewa pale. Uwezi unachoka. Kwa tawafu ifadha, tawafu ziara baada ya haji. Sawa? Baada ya kurusha jamarati ile tulitaja. Siku yake ni siku ya 10. Hii tawafu ifadha. Hukumu ni nguzo ya haji. Ni nguzo ya bila Safa na Marwa ni mara 3. Mara 3. Maana yake ndo 7. 3 na nusu. Ndio zinakamilika 7 hizo. Ya kwanza sisi tulipiga 7. Nipiga 7. Kwanza ile hani kutoka Swafa kule moja huko. Ile ya mwaka 2015. Tulipiga 7. Hani mwaka imetoka Swafa kina Marwa muhesabii. Mkuja kuhesabia tena Swafa huko. Yaani unataka ukitoka Swafa na Marwa unarudi tena Swafa. Ndio moja. Hiyo walikuwa na rongo hao. Kwa jinsi ya kuzunguka ukianza kutoka Hajarul Aswad. Lile jiwe unasema lile jiwe lilikuwa ni jeupe, lile jiwe. Ni kutokana na adhunubu wal maasi. Ishakuwa jeusi. Unajua ile kutoka peponi lile jiwe. Na jiwe liliibiwa lile jiwe unajua. Vipi? Waliiba wale makarami tu walilichukua kalikakaa Saudia, likaa nje ya haramu ile miaka. Sasa hivi liko vipande likaenda likapendwa likaletwa. Mpita mambo mengi sana. Na kuna watu wanachimba kuja kutaka kuna nini hapo. Hili jiwe unaona lina vipande sasa hivi viko vimeunganishwa tu. Iliibiwa na Mashia. Wakakimbia nalo zaidi ya miaka 3 mingapi. Likaja likachukuliwa ndio hilo haja jeupe sasa hivi jeusi. Wanaeleza hivi. Kwa unaanzia hapo kisha ukishamaliza sasa hizo 7 swali rakaa 2 maeneo yote nyuma ya makamu Ibrahim. Makamu Ibrahim yupo tutaonyeshana ni pale kwa nyuma yake huko. Kama inawezekana lakini uswali ukaikurubia pale. Sababu kuna watu wanaswali pale makamu Ibrahim, mmoja nilikuwa nawaona mimi. Yuko na baba yake. Watu wanazunguka pale sasa na kazi ya kuzuia watu wasio kumkanyaga baba yake. Yaani baba yake anaswali anamwekea nani? Kumbe makosa yale swali nyuma ile makamu Ibrahim.
Sababu akasujudu akaja watu wengi atakuja kuna nini pale. Sijajua labda nataka akanyagwe pale. La maana kwa mimi nataka kaswali pale ili akanyaga akafia pale. Lakini kusaidia ni je, matendo unayo? Sio kama kufia kwenye bana kafa kwenye Kaaba ndio pepo mko moja la. Haiko hivyo namna hiyo. Kwa muhimu ni sema ukamilishe ibada ya haji. Hii ni nguzo. Tawafu ifadha. Kumbukumbu muhimu sasa katika upande wa tawafu ifadha. Tawafu ifadha nguzo ya haji. Na tulisema nguzo haina mbadala. Yaani nguzo kama nguzo lazima uilete nguzo. Yaani ukisahau nguzo, yani haianguke kusahau au kukusudia kuiondosha. Yaani lazima uilete. Haina kama nguzo kitakuja mbadala yake, la, hakuna. Tawafu wada sunna muakkada. Ni sunna ambayo imekokotezwa. Tawafu ya kuaga ile. Ile ushakuwa unataka kuondoka sana. So unaaga bado tena huko. Yaani uko Maka umeshaaga lakini umekaa siku nzima umekaa tena pale. Sasa umeaga vipi? Mbona hujaondoka? Ukiaga kama unaaga huyo unaondoka zako unakuja zako Madina. Au unaondoka unakwenda Jeddah unaondoka zako. Sasa zinafanyika kwa udhu. Usafi na ikhlas kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Lazima uwe na udhu. Sasa tunasema tawafu ni kama ni swala. Isipokuwa imeruhusiwa kuzungumza. Talbia ndio hizi hapa. Labbaika ya Allahumma labbaika. Labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulku la sharika lak. Hii mzee shetarishi kwa kichwani kae vizuri kichwani. Hii tawafu ifadha, tawafu wada. Tawafu ya kuaga. Unaaga na hii anaaga ambaye si mwenyeji wa kule. Mfano mtu anaishi Maka ni mkazi wa pale, yeye aagi. Sasa anaaga anakwenda wapi? Mtu wa Maka aagi, hiyo anaaga wageni ndio anaaga nyumba ya Allah ile. Afu ukiaga na muomba Allah pia akurejeshe pale ile sehemu. Bana Allah nirejeshe tena na tena. Yaani usiaga basi bana Allah ndio hivyo bana naondoka. Muombe Allah hii sehemu pia. Allah nakuomba wewe unanirejesha sehemu hii. Tawafu ya kuaga wakati kabla ya kuondoka Maka, baada ya kumaliza ibada zote. Ushamaliza kila kitu, umefungasha vitu vyako mabegi kila kitu. Sasa umeshaaga tunakuona tena bado unafungasha. Wapi unafungasha vitu madukani? Hiyo unakuwa hujaaga wewe. Kuna mambo ulikuwa na majambo yako. Yani vizuri kila kitu ushakamilisha. Bana mimi hapa nikitoka kuaga sina pilika nyingine. Ni usafiri na kwenda Maka na kwenda Jeddah naondoka. Sasa tena umeaga unaonekana tena madukani bado unaendelea na shopping. Akumbe ulikuwa bado wewe. Umaliza mambo yako yote unafanya. Hukumu ni sunna muakkada, sunna iliyosisitizwa sana. Tawafu wada. Usafiri na kuacha. Mkikwama usafiri. Hakuna shida. Unaaga tena kesho yako. Wagi. Usafiri umekwama wewe bado ushaaga wewe. Yaani ukaaga una vitu ambavyo uruhusiwi kuvifanya. Unaaga afu unaanza kununua vitu. Unaonekana bado umekaa. Sio kama usafiri umesumbua, wewe upo tu. Hapana, lakini kama usafiri umesumbua, hiyo ni haja au dharura. Hautoaga tena utaendelea kuondoka. Maana ukishaaga hauruhusiwi ukanunua vitu vingine kama hakuna haja ya kufanya hivyo. Yaani vizuri vitu vyako unavikamisha vyote alafu ndo unaaga alafu unaondoka. Muhimu ni kuaga Baitullah. Nyumba Allah kabla safari ya kurudi. Ni vizuri ukaaga ile nyumba muombe Allah nirejeshe tena. Akurejeshe katika miaka mingine. Wewe unakuja unatembelea sehemu zile. Unatembelea sababu msikiti wa Maka ukiswali swala moja unapata thawabu 100,000. Na swala maana yake ni swala shikaje tarishi. Maka kuswali swala moja unapata thawabu ngapi? Hata kuswali sunna. Hata nje sehemu mbona zile za zimeko kwa ajili zinafuata msikitini kule. Unapata thawabu 100,000. Sasa Maka swala sehemu unaswali nje watu hapa. Pembezoni mwa msikiti au kuna ile tulikuwa tunaonesha Ibrahim Khalil Street. 100,000 unapata. Na ni swala ya fardhi na swala ya sunna. Kwa siku kama tukienda kule Tahid zile swala maana kama ni 100,000. Kwa hiyo kupiga swala 5 500,000. Kuna zile kablia, kuna baadia. Unataka kwa siku ukaondoka labda na thawabu, labda milioni 2. Ni nyingi kwa muda utokakaa. Madina unapata 50. Madina unapata 1,000. Thawabu 1,000. 1,000 Madina. Ni nyingi pia. Sasa shekhe. Naam. Hivi wanaoishi pale nao wanapata ujira ule? Wanapata wao wanapata ujira kusali sehemu ile? Wanapata ujira huo. Hiyo ujira huo ni kwa mgeni na kwa ambaye yuko pale. Sasa Mtume alivyotaja misikiti ile
Akasema kwamba msikiti wangu huu Masjid al-Haram, Masjid hadha, Masjid al-Haram, Masjid al-Aqsa, kwa msikiti wangu huu Maka ni thawabu sala yake moja ni thawabu 100,000, Madina 1000, Aqsa chini yake hapo. Kataja alayhi salatu wassalam. Lakini kwa pamoja na hivyo usivunjike moyo. Sasa kuaje tokana motoni? Usivunjike moyo. Allah na rehema zake ni pana sana. Sababu wako watu pale mimi nishakutana nao. Kuna mtu yuko ana miaka 20 yuko pale au 30 haja kufanya ibada ya haji. Vipi bwana, kumwambia kwa nini? Anambia kipindi cha haji unapata hela, mimi sasa kipindi cha haji ndio unapata pesa. Kwa hiyo nikienda kuhiji mimi hizo pesa nazikosa. Hajaiji. Na mimi nishakutana na mtu yeye ni Msaudi kabisa. Kazaliwa nani kwao ni Riyadh. Shakuja Madina, kanikuta niko Madina kule msikitini Masjid Nabawi. Bwana anakuja na anashangaa. Msaudi kavaa kilemba vizuri na kanzu yake. Ndo akana naona ananiuliza. Ambana nini kabla watoto wanasoma wale. Wale kule. Mimi nikamwambia lakini wewe si unazungumza Kiarabu, wewe si Msaudi? Kaambia vipi? Nikamwambia Madina sijawahi kufika Madina. Mimi ndo nafika leo. Ima sikumbuka ananiambia ni miaka 32 au 33. Ndo nafika Madina, lakini mimi nishafika before na naijua Madina kuliko yeye. Yaani yeye anafika mwaka tangia amezaliwa, kazaliwa Saudia. Yule bwana ni Msaudi kazaliwa Saudia, lakini Madina amefika baada ya kufikisha miaka 32 au 33 katika umri wake. Anambia mimi unavyoona leo nakuja hapa niko hapa. Baada ya salatul asr. Bwana amekaa kwenye kiti anatazama Amini. Anambia na raudha iko wapi? Ananiuliza mimi. Mimi namuelekeza bwana raudha iko kule. Asharifa iko pale. Baqi iko huku. Kwa amezaliwa Saudia miaka 30 na anakuja katika mji wa Madina. Anambia Maka nishakuwa, lakini Madina unafika leo. Hivi unaona nakuja ndo niingia Madina. Nakuja msikitini mimi hapa. Kwa mtazakana kaka kule kazoea hizo fadhila.